kuzaa matunda baada ya kuja kwa Yesu, lazima tukae chini tujifunze. Ukikutana na mtu yupo kwa Yesu alafu ni mvivu kujifunza, uwe na assurance hata zaa matunda. Amina watu wa Mungu. Paulo analiandikia kanisa, anasema kwa habari za Yesu tuna maneno mengi ya kusema, ila mmekuwa wavivu wa kusikiliza. Paulo anasema hivyo. Nasikiliza tu kidogo mmechoka. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Sehemu kubwa ya kanisa la sasa lina misi sana mafundisho. Sawa? Kanisa lina misi sana mafundisho, ila watu wanaamini kama wanajifunza. Bwana asifiwe. Wanaamini kama wanafanya nini? Wanajifunza. Yaani kichwa cha somo kumzalia Yesu matunda. Ngoja nikupe mfano wa watu wanaofundisha neno. Sawa? Kichwa cha somo, andika kichwa cha somo. Kumzalia Yesu matunda. Kumzalia Yesu matunda. Oh, haleluya. Semeni wote matunda. Semeni kwa nguvu matunda. Oh, haleluya. Simama juu. Simama juu. Na watumishi wa Mungu wanasema hatumiagi muda mrefu. Sawa? Dakika 5 tu. Yule ndo mzuri. Kwa hiyo tunatoka ibadani, kichwa cha somo kumzalia Yesu matunda. Tunazaaje matunda? Hajui. Sawa? Bwana asifiwe. Hajafundishwa ili nizae matunda inabidi nipate vitu gani? Yaani criteria, nikipata kipi na kipi nikavikusanya nikawa navyo, ninaweza nikazaa matunda. Kwa sababu maisha ya wokovu yanabidi yafike sehemu yawe natural. Yakiwa ili yawe natural, lazima ujue kanuni ambazo zitasababisha. Yaani ndege inavyopanda hivi ni natural. Lakini kabla haijawa natural kupanda hivi, kuna kanuni zimezingatiwa wakati inakuwa decide. Si ni kweli watu wangu? Ukijaribisha tu wewe unasema na mimi niwe kama ndege hivi leo niende natural hivi. Unaenda gravitational force inakurudisha. Kwa hiyo kuna kanuni ambazo zimedesigniwa kwenye ile ndege ya kwamba ina uwezo wa kuovercome gravitational force. Kwa kwenye kuzaa matunda pia lazima tujifunze kanuni. Nikipata hiki, nikipata hiki, ninaweza nikazaa upendo bila pressure yoyote. Bila pressure yoyote, nazaa tu upendo. Sawa? Najikuta tunakuwa na amani. Najikuta tu nina furaha. Sasa huyu jamaa anaonekana na maisha bora. Sina maisha bora, lakini nina furaha. Sawa? Yaani ukiniona nilivyo unahisi kama nina kila kitu. Lakini ukikaa na mimi unasema kumbe jamaa ndo ana changamoto nyingi namna hii. Sawa? Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Kwa tukija kwa Yesu ili tuje kuzaa matunda, baada ya kuja kwa Yesu kinachofuata ni nini? Kinafuata sasa mafundisho. Watu wale neno, watu wabatizwe katika Roho Mtakatifu, ili mwisho wa siku wafike nafasi ya kukomaa. Wakikomaa wanazaa matunda. Kwa hiyo tutaanza na Biblia inasema ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa apate kutenda kila tendo jema. Kwa hiyo hauna maarifa ya upande mmoja. Sawa? Auelewi eneo moja. Una upana katika mafundisho. Sawa? Tukianza kujifunza mahusiano, unaelewa mahusiano ni vitu gani. Sawa? Tukianza kujifunza uchumi, unaelewa uchumi ni vitu gani. Sawa? Tukijifunza maombi, unajua maombi ni vitu gani. Tukianza kujifunza utoaji, unajua utoaji ni vitu gani. Tukianza kujifunza msamaha, unajua msamaha ni nini. Yaani kuna scope, kuna mpaka ambao unao. Watu wanaweza wakahisi ya kwamba unajua kila kitu, lakini hujui kila kitu. Bado unaendelea kujifunza. Ila pale ulipofika ni kana kwamba unajua kila kitu. Bwana nibarikiwe. Bwana asifiwe. Yesu asifiwe. Kwa hiyo natembea siku moja na msafiri. Nikamwambia msafiri, sijaandaa somo. Ananiambia kwani baba na huo mnaandaa somo? Wewe sio unasimama tu unafundisha. Nikamwambia wewe unaandaa somo. Bwana Yesu asifiwe. Huwa ninaandaa masomo sio wakati wa kufundisha. Sawa? Yaani nikikaa kwenye kiti hapa, likija wazo fundisha utoaji, nasimama kufundisha kana kwamba ndio hicho nilichoandaa usiku.
Nilishajifunza utoaji na huwa anajifunza siku ambazo sijiandai kufundisha, huwa natumia nguvu nyingi sana kujifunza. Kwa hiyo Roho Mtakatifu nikiwa njiani akaniambia, unaenda kufundisha nini? Maombi. Sitaki maombi, nataka ufundishe Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu nifundishe nini? Ubatizo. Sawa. Kwa nini simama tu nasema ubatizo wa Roho Mtakatifu? Nitafundisha masaa 6 hapo. Sio. Nitafundisha 6. Au unaweza ukaisi ndo nimekesha usiku na ndaso. Sawa? Unapata maarifa, ufahamu. Yaani huwa naambia vichangamoto ya watu wengi tulionao kwa Yesu, huwa wanaandaa masomo ili wakawafundishe wenzao. Sio kwa faida yake. Yaani yeye anaanza, mtumishi utatufundisha Jumapili. Anafunga kabisa na kufunga aisee. Yesu Kristo nitumie. Yesu Kristo nitumie. Nifunulie maandiko. Anapekua Biblia mwanzo mpaka Ufunuo. Kwa sababu ameomba sana, Mungu anamsemesha moyoni. Sawa? Wafundishe utoaji. Kwenye akili yake hakuna hata andiko moja la utoaji. Alipo hata moja. Anaanza kulitafuta la utoaji. Ufunuo, Kutoka, Yohana. Ni asante Yesu analikuta. Halielewi sasa amelikuta. Halielewi. Sawa? Anaanza kujifunza. Kwa hiyo sasa, yani anapata anakuja na maandiko ameleta anafika madhabahuni anasahau yote. Sasa jamani, Mungu mpaka baadaye sasa akasema Roho Mtakatifu ana roho mbaya, sio? Kisa cha kuniterekezea yote pale madhabahuni ni nini? Nimefunga na kufunga. Wewe shida sio kufunga. Wewe ni zima moto. Sawa? Wale wazima moto wa roho ni wale. Yaani tukimpa topic hapo anapambana nayo usiku kucha, anapambana nayo alafu anakuja kupresent asubuhi. Haleluya. Spiritual leadership. Ajuaje what is spiritual leadership? Alianza kujifunza tulipompa hiyo topic. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunasema huyu mtu anakuwa, anaongezeka, unapata upana wa kujifunza. Alafu kwenye kujifunza lazima upate vyanzo sahihi vya kujifunza. Uwe makini, unajifunza kutoka wapi? Bwana asifiwe. Uwe makini watu wa Mungu. Wanaambia kabla hujatafuta external resources kule, njoo tupate kwanza internal hizi. Internal, njoo tusome Biblia kwanza. Njoo tusome Biblia kwanza. Ili tukienda YouTube tusije wakatuyumbishia YouTube. Twende YouTube tukiwa na taarifa kutoka kwenye Biblia. Ili tukiambiwa kisicho tunasema haya 8 ni ya kweli. Hili la 9 sio. Alafu hili la 10 ni la kweli. Kwa hiyo unaliruka la 9, yani 1 mpaka 8 umechukua. Unaruka la 9, unachukua la 10. Nje ya hapo utachukua na la 9. Alafu ile la 9 ndo linaharibu yote. Chachu kidogo, chachua donge zi. Kinachoharibu yote ni lile moja. Bwana asifiwe. Kwa unajifunza kwa kina, kwa upana. Unawekeza kwenye mafundisho. Tunataka kuzaa nini? Matunda. Unawekeza kwenye mafundisho. Karama za Roho Mtakatifu zikoje? Matunda 9 Roho Mtakatifu yakoje? Roho 7 za Roho Mtakatifu. Yaani tukisema Roho Mtakatifu una scope kubwa kumhusu. Mungu Baba una scope kubwa kumhusu. Mungu Neno una upana kumhusu. Kanisa ni vitu gani? Bwana asifiwe. Yesu asifiwe. Umejifunza kwa kina. Kwa vile unavyojifunza kwa kina, unafika nafasi ambayo unakomaa katika ulimwengu wa roho. Sasa neno kukomaa sio zuri kiroho, sababu wanawaambia watu ukikomaa maana yake unakaribia kuiva. Ukiiva kinachofuata ni kuoza. Sisi tunasema matunda hapa watu wa Mungu, sio? Sawa? Bwana asifiwe. Nikisema kukomaa hapa na maanisha hivi, kufika level ya kuzaa matunda. Ndicho hicho ninachomaanisha. Sio kama vile kwamba mparachichi umefanya nini? Umekomaa sasa hivi. Sawa? Huwa hatufuzu. Hatutafika sehemu tunasema nimeshajifunza naelewa yote. Ukitaka kufanya hivyo, wewe soma tu Biblia yote umalize. Yaani unasoma mwanzo mpaka Ufunuo. Siku ukirudia nikana kwamba hivi mimi nimewahi kusoma hapa. Kinakuwa ni kipya tena. Mara ya 7 kinakuwa ni kipya tena. Hatu graduate kwenye mfano wa Mungu. Bwana asifiwe. Lakini kuna maarifa yanaongezeka. Kwa unaongezeka katika maarifa. Ukishaongezeka katika maarifa, unafika nafasi ya kubatizwa kwa Roho Mtakatifu.
hii kwamba sio kama nikuwe kwanza. Hivi vitu vinaenda parallel, sambamba. Ninavyojifunza neno hapa, yuko Roho Mtakatifu, yaani yuko Roho hapa ananifundisha. Kwa hiyo Roho hapa ananifundisha. Baba ameniita akaniambia, mwanangu kaa hapa, namjifunza neno. Ananifundisha neno ni Roho Mtakatifu. Umeona hapa vinaenda sambamba. Kwa hapa panatokea kuongezeka, alafu kuongezeka ni maarifa, ni ufahamu, ni uelewa. Yaani kuna namna ambavyo unamfahamu Mungu. Yaani mtu anaweza akawa anasema habari, kabla hajamaliza unasema huyo sio Mungu. Kinachofanya sio kama kuna ufunuo eti Mungu akiongea wewe unafunuliwa, akiongea unafunuliwa. Kuna maarifa fulani unayo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hiki hapa nini? 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 Haya, sasa ndo kichwa cha somo kinaanza. Jamani, angalieni. Hii ndoo inawasiliana na hiki kisiki. Wewe unanikubalia? Yaani unaanza kunishangaa. Ile sio ndoo, ile ni speaker. Hii sio kisiki. Hii ni mic. Vipi tukienda kwa watu wasiojua speaker na wasiojua mic? Naambia, mmeona hiki kisiki? Semeni wote kisiki. Hiki huwa kinawasiliana na ile ndoo pale. Kwa hiyo ili vifanye kazi lazima uwe na kisiki pamoja na ndoo. Watu wakishaelewa vile, akija mwingine anataka kuwapindua, anasema ile speaker. Wanasema ile ni ndoo. Hii mic, kile kisiki. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Jana nilikuwa nafundisha hapa, asante Yesu, nilikuwa nafundisha TAFES ile Bible Ethics kule. Jana hapa nina somo kwenye darasa la huduma nafundisha. Sasa jana nilikuwa nafundisha somo Bible study. Nikawa naambia pre-understanding, uelewa wa awali. Kabla haujatafsiri Biblia, kuna kitu kinaitwa pre-understanding. Kabla haujajifunza ile speaker, kuna uelewa unasema ile ni ndoo. Sawa? Kwa hiyo ni ngumu kumtoa huyo mtu kwenye ule uelewa mpaka afike sehemu akubali. Yaani kwanza akuamini, aseme huyu jamaa akipindua akili zangu niko tayari kupinduka. Nje hapo huwezi kumpindua mtu. Bwana asifiwe. Yesu asifiwe. Unapata maarifa ambayo Mithali sura ya 4 mstari wa 7 anasema, bora hekima jipatie hekima, kwa mapato yako yote jipatie ufahamu. Amen. Nisome Mithali 23:23. Mithali 23. Na imani ulishaandika Mithali 4:7 Amen. Mithali 23:23. Biblia inasema, inunue kweli wala usiuze. Naam. Hekima na mafundisho na ufahamu. Bwana Yesu asifiwe. Ili watu wakue na kuongezeka, lazima walipe gharama ya kupata kweli. Biblia inaposema inunue kweli, sio necessary kwamba utatoa hela ili upate kweli. Sio necessary. Kuna wakati fulani inakulazimu kukaa usiku kucha unatafuta kufahamu maombi ni vitu gani. Bwana asifiwe. Kile kitendo cha kuacha kulala usingizi, unajifunza maombi, ile ni gharama imelipa. Sawa. Bwana asifiwe. Unaweza ukafunga safari. Mtu anatoka hapa tulipo, anaenda kuabudu Uyole. Analipa nauli shilingi ngapi? Kutoka hapa mpaka Uyole kwenda kurudi, analipa nauli shilingi ngapi? Anatumia muda kiasi gani? Sawa. Wakati kuna mmoja akitoka tu ndani kwake, ana kanisa liko pembeni pale. Na ukifika huko mbali unakosali, unaspendi zaidi ya masaa 8 kwenye ibada. Na baba mchungaji anafundisha kama mimi, akianza amali zake. Ibada ikianza saa 3 inaisha saa 11 jioni. Unaonaje hayo mazingira? Ile ni gharama inalipwa ili mtu apate kweli. Unasifiwa? Anaposema inunue kweli wala usiuze. Jina la Bwana libarikiwe. Ukikaa na wanachuo tayari alishaevaluate huo muda wa ibada, si unajua? Mtu anasoma architecture. Angekuwa studio, yani anaanza kuevaluate. Ningekuwa studio hapa ningekuwa
Nimetengeneza section hata moja sasa hivi section. Sawa. Wale jamaa wanasoma architecture wale wanakuaga na kazi nyingi kweli wale. Mwalimu akifundisha anatoka hapa anaenda studio anafanya nini anaanza kuandaa model. Sasa tayari anaanza kuevaluate. Sasa hivi si muda wa ibada usingekuwa nimehudhuria misa ya kwanza hivi. Ningeenda misa ya kwanza, lisali moja nimetoka, nimeenda kusoma, nimeandaa ndivyo wanachuo wengi wako. Yesu asifiwe. Asifiwe. Inunue kweli wala usiuze. Naam, kwa mapato yako ujipatie ufahamu. Pata mafundisho ili ukue, uje uzae matunda, lazima ujifunze. Kujifunza ni gharama watu. Watu wananunua vitabu vya thamani kubwa kabisa ili ajifunze. Watu wanafunga safari kwenda kuabudu mbali ili wajifunze. Watu wanaspendi muda mrefu anasoma Biblia yote. Anaanza kusoma Biblia ni kana kwamba ana mtihani kesho. Hana hata test ya Biblia. Ila anataka apate maarifa. Jina la Bwana libarikiwe. Iweje akue aongezeke ili mwishoni azae matunda. Matunda yake yakae. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana asifiwe. Sasa kukaa maana yake nimesema kudumu. Nifundishe tunda moja linaloitwa upendo. Nisomee Wagalatia sura ya 5 mstari wa 22. Wagalatia 5:22. Haya ndio matunda tunayozaa watu wa Mungu tukishakuwa. Amen. Wagalatia 5:22. Biblia inasema, lakini tunda la Roho ni upendo. Sasa watu wa Mungu si wote mnaangalia kwenye Biblia sema ile roho inayoandikwa pale ni roho ya herufi kubwa au ndogo? R ni kubwa, alafu inafuata O, H na O ndogo. Yule ni Roho Mtakatifu. Si mnajua? Si mnakumbuka